Hello, habari, ni kualike kwenye chaneli yetu nzuri ya Usiteseke Tena. Leo kuna kitu tujifunze hapa. Kuna hali imekutesa muda mrefu sana na hivi ndivyo unavyoweza kuiondoa. Jaribu kufikiria kwamba umelisimamisha daftari umbali fulani kutoka kwenye macho yako na ukawa unalisogeza pole pole. Kwa kadri unavyolisogeza daftari karibu sana na macho yako, ndivyo linavyokuzuia kuona mazingira mengine yanayokuzunguka. Mwisho wa yote utabakia kuona giza tu. Naomba nikupe tafasiri ya jambo hili ambao itakusaidia kuchomoka kwenye hali inayokutesa sasa. Hii ni picha ya maisha yetu inayoonyesha kuwa unapofocus na jambo moja tu kupita kiasi, ukalisogeza sana karibu na maisha yako, linaweza kukufanya upoteze picha nzima ya maisha mengine yanayoendelea. Unaweza kuwa na malengo fulani, lakini ukayashikilia kwa nguvu kupita kiasi hadi ukashindwa kufanya mambo mengine ambayo ni ya muhimu pia. Unaweza kushikilia jambo kiasi cha kutokubali ushauri, mabadiliko mengine, fursa nyingine, au hata kutoona hatari zinazokuzunguka. Mwisho wake unajikuta umefungwa katika giza la upofu, huoni tena mwelekeo sahihi, hata kama ulianza kwa nia njema. Mfano katika maisha ya kila siku. Mtu anapopenda kupita kiasi ni rahisi kwake kupuuza ishara zote mbaya kama manyanyaso, udanganyifu au kutokuthaminiwa kwa sababu tu anampenda sana. Mapenzi hayo yamekuwa daftari lililosogezwa usoni kiasi cha kumfanya kutoweza kuona tena maisha mengine ya amani yanayoweza kuwepo bila mtu huyo. Unapolenga sana jambo moja kupita kiasi, hata ikishindikana mara nyingi, unaendelea kushikilia njia hiyo hiyo bila kujifunza mbinu mpya au kubadilika. Mwisho wake unajikuta umechoka, umefilisika na huoni tena matumaini, kwani ulisahau kuchunguza njia zingine. Jambo la tatu, kushikilia hisia mbaya kupita kiasi. Kama hasira, chuki, vinyongo, wasiwasi na kadhalika. Linaweza kuwa daftari lilokaribia sana macho yako hadi unashindwa kuona uzuri mwingine wa maisha. Mwisho wa siku maisha yako yanajaa giza la huzuni na msongo wa mawazo. Sasa ufanye nini ukijikuta katika hali hizo? Cha kwanza, panua mtazamo wako. Yes, usiache jambo moja likafunika maisha yako yote. Usikubali kufahamu upande mmoja tu wa shilingi. Jifunze na ule wa pili usioufahamu. Umefahamu kuhusu huzuni kwa muda mrefu sasa. Jiruhusu ufahamu kuhusu furaha. Jambo la pili, kubali kuona mbali. Ndiyo, jifunze kuona na kurudi nyuma kidogo ili kuona picha kubwa ya maisha ambayo ulipofika mbele uliipoteza. Kumbuka uliishije kabla huyo mtu hajaja kwako. Uliishije kabla ya kuwa na malengo au kazi hiyo. Angalia furaha yako ilikuwaje na anza kurejesha vitu vile kidogo kidogo ulivyoviacha. Cha tatu, usishikilie sana mambo. Wakati mwingine kuachilia ni njia ya kupata mwangaza mpya. Kwa sababu sio kila kitu tunachokikumbatia ni kizuri. Wakati mwingine tumeshikilia makaa ya moto yanayosababisha maumivu kila wakati kwenye maisha yetu. Hivyo, ukifanya maamuzi ya kuachilia, utaona wafadhali unaingia kwenye maisha yako. Sasa jisamehe na jipende. Wingi wa mboga husaidia kuongeza hamu ya kula. Momenti nyingi nzuri utakazoanza kuzitengeneza zitakuonyesha uzuri wa kuishi na utafurahia maisha tena. Naitwa Angela Kanine. Kupata kitabu chetu cha Furaha Yako Haitapotea Tena kutaongeza maarifa yako zaidi. Tucheki WhatsApp kwa simu namba 0755302668. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata video zetu punde tutakapozitoa. Karibu sana na asante.